Hey guys, leo sitaki nipoteze muda, nataka niende straight to the point. Sawa? So guys, hii dunia sio babako, hii dunia sio ndugu zako, hii dunia sio mwanao, hii dunia sio ukoo wako. Sijui umeelewa vizuri? Sasa namaanisha nini? Kabla sijawaambia nini ninachomaanisha, naomba nikwambie kwamba kama wewe umewahi kuhisi kwamba au unajuaga au umekuwa ukijua kwamba elimu au masomo pekee ambayo utayapata kwenye ulimwengu ni shule, elimu inapatikana shule peke yake, baby. Okay, vuta kiti ukae. Nina mengi ya kukwambia. Nina mengi ya kukwambia. Baby, umeletwa kuishi kwenye hii dunia, kuishi kile unachokitaka, kuishi kile unachokipenda, na sio kuishi kile ambacho wazazi wako wanakipenda, kile ambacho sijui ndugu zako wanakipenda, kile ambacho sijui mtaani kwako wanapenda. Sio kile kitu ambacho uko wako unapenda. Umekuteua wewe uwe hivi. Wewe tulia. Sawa? Tulia. Kaa chini, fikiria kwa mara nyingine. Haya maisha ni ya kwako. Ukiona kwamba unaishi kitu ambacho sio wewe, unaishi kitu ambacho sio wewe, unaishi maisha ambayo sio ya kwako, unajilazimisha kuvipenda vitu ambavyo watu wanavipenda, huenda labda wanaona kwamba wewe vile unavyovipenda ni upuuzi. Kwa hiyo wao wanavyovipenda ndio vitu vya muhimu, vitu vya msingi. Alafu unalazimika kuwa upande huo wa vitu ambavyo wanavyovipenda wao, kwa sababu ili wao wafurahi. Ili wao wakuone na wewe uko upande wao. Ili sisi tukuone wewe uko upande wetu. Kwa hiyo unakuwa kile kitu, unafanya vile vitu ambavyo sisi tunapenda wewe ufanye. Vitu ambavyo ukoo wako au sijui familia yako au sijui nani wako anapenda wewe ufanye kitu hicho. Kwa hiyo unafanya kwa sababu ya kuwafurahisha wale watu, unafanya kwa sababu ya kuwaridhisha wale watu, unafanya kwa sababu ya kuturidhisha sisi. My darling, my darling, nakwambia, unajikataa. Wewe ni mjinga. Nadiriki kusema kwamba wewe ni mjinga. Kwa sababu hii dunia sio kwamba sio ya kufanya vile vitu ambavyo hata kama ni upuuzi, ule upuuzi ambao wao wanauona huo ni upuuzi, huo ni wako, huo ndio wewe. Kwa hiyo take that upuuzi, that is you. Simamia hicho, simamia huo upuuzi wako, kwa sababu huo ndio wewe, huo ndio unaokufurahisha, huo ndio wewe. Na huko ulipo, huo upande wao ambao ulipo, unakaa una act tu kwamba uko upande wao, sijui wafurahi, wanakuona unacheka, sijui na nini. Wewe unajikata, wewe ni mjinga, wanakuona wewe ni mpumbavu. Kwa nini? Kwa sababu hujikubali, hujui ni nini unataka. Una msimamo kwenye maisha yako. Kwa hiyo hujui ni nini unataka. Ni mtu ambaye akili yako kugeuka ni haraka sana. Kwa hiyo hujui ni nini unataka kwenye maisha yako. Upo mahali walikuona kama una dira, una direction. Kwa sababu kama ungekuwa na direction, ungesimamia ule upuuzi unaotaka. Kwa sababu sawa kwao ni upuuzi, lakini kwako. So kinachomata kwenye hii dunia ni namna ambavyo wewe unakichukulia kile kitu, unakiona kile kitu, namna ambavyo wewe unakifeel kile kitu, na sio vile ambavyo wao wanakiona. Kama wao wakiona ni upuuzi kwao, lakini kwako wewe ni kitu cha maana. Na kitu cha maana kwako sio lazima kwao kiwe cha maana. Kitu cha maana kwa mtu mwingine sio lazima kwako wewe ukione pia ni cha maana kwako. Hicho ni cha maana kwake, kwa sababu sisi wanadamu tuko tofauti, tumeumbwa tofauti.
Na yani vitu, yani mambo, yani dira zetu pia ziko hivyo hivyo tofauti. Yani haimaanishi kwamba yule apende kile na wewe upende kile kile, kwa sababu yani kwamba unahisi kwamba yeye yuko sehemu sahihi sana, yani yeye ndo kapatia maisha. Yani wewe no, yani cut that bullshit. Yani wewe yeah, sometimes nashoga na hasira sana pale ambapo naona watu wangu yani wanaenda kwenye direction ambazo sio, wanakuwa wanakosa furaha, wanajinyima amani kwa sababu ya kutokuwa na msimamo, kwa sababu ya kutokuwa yani kutokujua ni nini hasa wanachotaka. Lakini unachokitaka wewe unakijua wewe. Hakuna mtu anayejua hasa ni nini anachokistahili au ni nini anachokitaka au ni nini ambacho ni bora kwake zaidi ya yeye mwenyewe. Nilishasema hichi kitu. Wewe ndo unajua kilicho bora kwako na unachostahili. Kwa hiyo hicho unachostahili unakijua wewe, shikilia hicho kitu. Sio lazima mpaka mwingine aseme kwamba, au kuna mtu ambaye unamjua labda unamuona ni mkubwa kwako, au ni amekuzidi kipato, au ni amekuzidi kimaisha, au ni amekuzidi kinini, yani mpaka akwambia yani kwamba yani akonfirm kuhusu maisha yako, kuhusu wewe, kwamba wewe uko sehemu sahihi, kwamba wewe unachofanya ni sahihi, kwamba wewe unapatia au unakosa. Yani there's no need for that. Embu, wake up. Oh my God. Yani kama sio leo ni lini? Kama sio leo ni lini? This is your life. Wewe yani embu kuwa na msimamo na hicho kitu. Haijalishi kwamba yani sisi dunia itakionaje hicho kitu. Yani haijalishi kwamba yani bara lako litaonaje, au nchi yako itaonaje kuhusu kitu hicho, au sijui mkoa wako utaonaje kuhusu kitu hicho, au kijiji chako kitaonaje kuhusu kitu hicho, wilaya yako itaonaje kuhusu kitu hicho, mtaa wako sijui nyumbani kwako wataonaje kuhusu kitu hicho. Yani haijalishi. Kinachojalishi, yani kinacho mata ni kwamba wewe kitu hicho nakionaje. How you feel about that thing. I love you guys. I love you so. Na kitu ambacho ni kabla sisahau ni kwamba yani maisha ni mafunzo kokote. Yani maisha ni shule popote. Katika kitu chochote ni shule. Ni experiment. Like ile chemistry ambayo ulikuwa unasoma shule. Kwa hiyo kitu chochote kina hiyo, yani kina mafunzo, kitu chochote. Na mtu yoyote pia anaweza kukufundisha kwenye maisha yako. Sio tu mwalimu sijui shuleni ndo ana hiyo kazi. No, kitu chochote kinaweza kukufundisha. Na mtu yoyote unaekana, mtu yoyote, nikikwambia mtu yoyote anaweza kukupa masomo. Na sio kwamba eti mtu alofanikiwa sana ndo anaweza kukueleza wewe chochote, au mtu ambaye yani tajiri, au sijui ni mtu ambaye huyo tajiri mwenyewe na yeye anahitaji kusoma. Kuna vitu havielewi, kuna vitu havijui. Lakini wewe unahisi labda huyu kashajipata, kwa hiyo anajua kila kitu. Wewe hakuna mtu ambaye anajua kila kitu kwenye hii dunia. Wewe hakuna mtu anayejua kila kitu. So take it or leave it, baby. Take it or leave it, baby. Mimi nakupenda, mimi nawapenda. Yeah, bye bye.